Baba Askofu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Pole kwa msiba, poleni kanisa Katoliki. Asante sana kwa. Pengine katika moja ya swali ambalo linaulizwa na wengi wamekuwa wakimfananisha mwana huyu mtukuka wa Tanzania katika jina, au ni nini kinachosababisha pengine kufananisha huyu mwana mtukuka? Kinachofanya wafananishwe, ingawa yule wa kwanza alikuwa ni zaidi, kwa sababu alikuwa ni kardinali wa kwanza wa Afrika, lakini yeye na yeye hapa Tanzania kwanza kwa na jina lile wakampa jina lake, na jina lile akalitukuza akalifikisha mahali pazuri. Hiyo ndio inafanya watu wafanye nini, wamfananishe, kwa sababu yule alikuwa wa kwanza Afrika, huyu ni kwanza katika Tanzania kwa balozi wa mtakatifu, na sio wa kwanza tu, mpaka sasa tujapata mwingine. Hivyo ni kitu kikubwa, na sio kwa balozi tu, lakini kufanya kazi hiyo vizuri sana, mpaka watu wote wakafurahi katika mataifa mbalimbali, kwa sababu kuwa balozi sio kitu rahisi. Kinahitaji mambo mengi sana kuweza kumwakilisha Baba Mtakatifu. Unawakilisha katika nchi, unaiwakilisha kiserikali, maana yake unafanya kazi ambayo balozi wote wanafanya, na pili unaiwakilisha kidini, maana yake kwa maaskofu wote waliomo mule na waamini wote waliomo mule, wewe ndiwe sauti ya Baba Mtakatifu. Unalosema Baba Mtakatifu anasema hivi, hilo na ndio unalopeleka Roma, ndio wanaloamini. Hiyo kwa kweli inakuwa ni kazi kubwa sana, na inakuwa ni kazi iliyotukuka, na ameifanya akatukuka kweli. Hivyo ndio sababu hiyo wanasema wanamlinganisha, na bahati nzuri wanakuja kuzikwa sambamba, Rugambwa hapa na Rugambwa pale. Hiyo ni kitu ambacho kinatupa fahari kubwa sana. Asante sana. Pengine katika misa hii takatifu tumeshuhudia mambo mbalimbali, ikiwemo Biblia takatifu kuwekwa juu ya jeneza lenye mwili wa hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Pengine kwa kuwekwa kitabu hicho kitakatifu juu ya jeneza, hii humaanisha nini? Inamaanisha kwa sababu kazi ya kwanza ya askofu ni kutangaza neno la Mungu. Ndio kazi ya kwanza, na kila anapokuwa anakuwa anawakilisha Kristo mwenyewe, na katika daraja za upadre ndio daraja la juu kabisa wa askofu. Hivyo katika daraja hili ndiye anakuwa na mamlaka yao na utume mkubwa kuliko wote katika kuwakilisha na kutangaza neno la Mungu. Hivyo wanaweka ile neno la Mungu, Biblia, ambayo ndio kwa kazi yake aliyoifanya na kuitangaza. Hivyo naona katika jeneza yake palikuwa na ishara kadhaa ambazo zote zilikuwa zinaonyesha kazi aliyoifanya. Pamoja na ile takatifu alikuwa na vile na mitra inayoonyesha kwamba yeye anaongoza, sio tu kuongoza kama kiongozi, lakini vile katika liturujia. Na ndio sababu inakwendana na stola. Stola ndio vazi tunalotumia tunapokuwa tunatoa sakramenti zote. Hivyo akiwa na stola, lakini stola hiyo na padri anapata, lakini zaidi ya padre inakuwa vile na ile mitra. Yeye anakuwa hatua moja juu zaidi ya padre ambayo ni mitra, na hizo ndio ishara tatu ambazo zilikuwa pale. Zamani walikuwa wanaongeza hata na fimbo, lakini siku hizi hatuiongezi kwa sababu inakuwa vitu vingi mno pale, lakini hizo ndizo ishara anazokuwa nazo askofu. Na kati ya kitu ambacho pia nimekishuhudia, licha ya kuweka Biblia takatifu, maaskofu wamekuwa wakifika na kutoa heshima za mwisho. Hapo jana walikuwa wakifika na kufungua kurasa mbalimbali. Pengine kurasa zinatofautiana au kila baada ya muda askofu anapofika na chagua sana? Hapana, hiyo ni ishara ya kwamba alikuwa anafanya sio sehemu moja na sehemu nyingine, lakini hiyo haiko katika liturujia. Hiyo iko katika hulka ya mtu anavyotaka kujionyesha, mtu anavyotaka kujifanya. Yani inakuwa ni kama ukaribu, ni kama baraka anayokuwa anampa huyu, kwamba kwa kweli unitangaza neno la Mungu, analifungua neno la Mungu kuonyesha kwamba ni baraka. Mwingine anampa baraka, mahali pengine wenda ananyunyizia maji ya baraka, lakini zote hizo ni ishara ya baraka ambayo anampa huyu marehemu, kuonyesha kwamba kweli kazi hii umeifanya vizuri. Tumekuwa na hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa kwa Tanzania, akiwa ndio mwakilishi wa Baba Mtakatifu. Pengine katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki, pengine tunaye yeyote ambaye amewahi kupata wadhifa huo wa kuwa mwakilishi wa Baba Mtakatifu? Tulikuwa tumempata mmoja kutoka Uganda katika jimbo la Masaka,
ndiye aliyekuwa wa kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hivyo katika ukanda wa Afrika Mashariki huyu anakuwa wa pili. Pengine nini tujifunze kutoka kwake hayati Askofu Mkuu? Tunaomba mlangoni hapo njia ifunguliwe. Kwa kweli tuna mambo mengi sana ya kujifunza kutoka kwake. Jambo la kwanza ni ule uadilifu, utaua na imani aliyokuwa nayo. Halafu vile vile ile busara na subira aliyokuwa nayo. Kwa sababu kuwa balozi sio kazi rahisi. Na ndio sababu aliweza kuifanya katika sehemu mbalimbali. Alipokwenda kule New Zealand, wakamba na visiwa vingine vingi sana vya kuonyesha kwamba kazi anayofanyika ni kubwa sana. Hivyo tuna mambo mengi ya kujifunza. Lakini wengi wanachokitema, wengi wote, unyenyekevu wake, ukawaida wake. Licha ya kwamba alikuwa na cheo kikubwa sana, hata hivyo alikuwa bado anaonekana kama mtu wa kawaida, alikuwa anafikika na kila mtu, hata yule mwenye shida. Na kila mara kichwani mwake alifikia kitu kimoja, naweza kufanya nini kusaidia zaidi. Na alipo katika kusaidia hakuchagua. Na hata kuchagua wale wakubwa, hata wale wadogo. Mambo ya kanisa, mambo ya watu, shule, mahospitali, konventi, kanisa, kila mahali alisaidia. Kila mahali alifikiria hilo. Na vile vile alikuwa kiunganishi kati ya sisi na ulimwengu. Kwa mfano mapadri wetu wamekwenda kule Spain kujifunza, ambapo hawakufikiria, kwa sababu uhusiano na Spain sio wa kawaida. Lakini hatipa uhusiano, tuna watu kama 6 kule. Wako kule Spain wanajifunza. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Baadaye tukatoa na wengine 4 ambao wanafanya kazi ya utume kule. Alikuwa kiunganishi. Tulikuwa tumetoa mmoja New Zealand, wewe fikiria, ni mbali sana. Lakini kuna mmoja kule anajifunza kupata PhD yake ya udaktari kwa nguvu zake, scholarship nzima. Hivyo na sio sisi tu, lakini na majimbo mengine. Kayanga ameleta masista wa kwenda kufanya kazi kule. Dar es Salaam, Dodoma, yani kila mahali. Hiyo ni kitu ambacho tunajifunza kwake na ambacho kila mara na kila mmoja atamkumbuka. Na ndio sababu walipotangaza hata na michango ilikuwa inakuja tu. Ilikuwa yani watu walikuwa wanajitoa tu. Mwingine kauza, mbona wamekuja hao wengi? Sema mimi huyu mtu sijui nimpe nini. Wala na mimi nishiriki katika kuchangia ili mazishi yake yafanikiwe. Watu wengi sana. Na mimi nishiriki au masista hana kitu, lakini kile kidogo alichonacho alikichangia. Anasema leo na mimi nichangie ili mazishi yake yafanikiwe. Na kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mazishi yake yamefanikiwa. Ukiona msururu wa masista tu, kanisa lilijaa. Ukiona kule nje watu ni wengi. Nadhani msururu wa kutazama alipozikwa utaendelea siku nzima mpaka watu waweze kumalizika. Watu ni wengi sana wamekuja kutoka mbali na kutoka karibu. Wote shauri ya mapendo waliokuwa pamoja naye. Lakini wakati alipokuwa pale, mambo yote aliyofanya alikuwa hatangazi, lakini kila mmoja aliguswa kwa namna yake. Sasa ndio anaanza kutangazwa, ndio tunaanza kuyasema. Kwa kweli hiyo ni baraka kubwa sana. Mimi nipende sana kukushukuru Baba Askofu kwa muda wako na nikutakie utume uliomwema. Poleni pia kwa msiba huu. Asante sana. Shukrani sana baba. Na mtazamaji, ndio naweza kuona mtazamaji wa ukurasa wetu wa YouTube, na alikuwa ni Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi mstaafu Jimbo Katoliki Bukoba, ambaye ametupatia kile ambacho amemuelezea kuhusiana na mwana huyu mtukuka wa Tanzania. Nawashukuru kwa kunitembelea kama wadau wa Breeze Online TV. Niwapongeze kwa kuanzisha chombo hiki ambacho kwa maoni yangu kinalo jukumu kubwa la kuinjilisha na pia la kuelimisha jamii kuhusu masuala mbalimbali ya msingi. Kujihusisha na mambo haya ni kuijali jamii na kuiwezesha kushughulikia yale yanayopaswa kufanywa kazi. Napenda kualika waamini wa Dar es Salaam, Wakristo wa Dar es Salaam na watu wote wenye mapenzi mema kuitambua Breeze Online TV kama chombo kinachotambulika na kinachokubalika, na hivyo kuwaunga mkono katika harakati za kutekeleza majukumu yao ya kutufikishia habari njema. Na mshukuru kila mmoja atakayewapokea na kuwapa ushirikiano unaotosheleza. Mungu awabariki na kuwalinda.